Guys, karibuni katika channel yetu, na leo tutaenda kutoa course kwa wale wenzetu ambao ni beginners, wale ambao hawajui chochote kuhusiana na biashara ya forex trading, ambapo katika course yetu hii ni class ya kwanza. It's our first class. So in our first class we are going to discuss about the introduction to forex trading. By the way, some people may ask themselves, what is forex trading? How do they become succeeding in forex trading? So today we are going to discuss about what is forex trading and namna gani inaweza kufanyika biashara ya forex. Kwa leo tunaenda kuangalia topic yetu ya kwanza ambayo inahusiana na introduction to forex trading, ambapo tunapoongelea forex trading unaweza ukajiuliza what is forex by the way, au forex ni nini? Tunapoongelea forex tunasema is a global marketplace where currencies are bought and sold, kwamba tunamaanisha ni soko la kidunia, ambapo tunasema ni biashara ya kidunia au ni soko la kidunia ambalo lenyewe linadili na kuuza na kununua hizi currency. Tunapoongelea currency inamaanisha sarafu. Kwa ni sehemu au tunaweza kusema ni marketplace au tunaweza tukasema ni soko la kidunia ambalo tunaenda kununua na kuuza hizo currencies, ambapo fluctuation ya bei inatusaidia sisi ku make profits. Sasa the main goal of forex trading is to profit from change in the currency rate. Kwa hiyo tunachotegemea ni kwamba ni nini? Kwamba zile hizo price zinazoenda kuziuza na kuzinunua zinavyokuwa zina fluctuate, sisi tunaenda kufanya nini? Kupata profits. Now tunasema kuna participants mbalimbali ambao wanafanya hii biashara, kwamba unaweza kujiuliza kwamba je, wakina nani wanaofanya biashara ya forex? Kuna participants wengi sana wanaofanya biashara ya forex. Kwa hiyo tunaenda kuangalia kipengele cha participants in the forex market. Je, participant ni wakina nani? Participant wa kwanza ni central banks. Participant wa pili ni commercial banks, tuna hedge funds and investment firm. Also we have forex brokers. Brokers tutaenda kuelezea vizuri katika lecture inayofuata. Again we have retail traders, ambapo kwenye retail traders sasa ndo sisi ambao ni traders wadogo, ni sisi ambao tunajifunza forex trading, ni sisi individual traders. Kwa kwenye retail traders hapo ndo kundi ambalo sisi tunakuepo, sisi retail traders. Sasa tunaweza tukajiuliza sasa namna gani forex inafanya kazi, au kwa namna ipi mtu anaweza akafaidika kutoka katika biashara ya forex, au tunasema kwa Kiingereza kwamba how does forex work? Yani namna gani forex inafanya kazi. Tunasema kwamba forex trading involve buying one currency and selling another at the same time. Kwa hiyo it involve tuna buy currency moja na tuna sell currency nyingine, kwa sababu tunavyoenda ku trade automatically tutaenda ku trade zile forex pairs, ambapo hizo pairs tunakuwa tuna pair mbili. Kwa mfano hapa akaelezea, kwa mfano ni SAU USD, ambapo SAU inamaanisha ni gold, USD ni dola. Kwa hiyo katika SAU USD tunaweza tukanunua SAU, unaona, kwa kutumia nini? Kwa kutumia USD, ambapo at the same time tutakuwa tumenunua hii SAU au gold, wakati huo tumeuza nini? Tumeuza USD, ambapo katika hii pair automatically tunakuwa tuna pati mbili. Hii pair inakuwa ina pati mbili, ila zaidi tutaenda kujifunza kwenye lecture inayofuata. Tumezi katika hii pair tunakuwa tuna upande wa base currency ambao ni SAU na upande wa quote currency, ambao na kuchimba zaidi kuhusiana na base currency na quote currency ni kwamba tutaenda kuchimba katika lecture inayofuata. Kwa hiyo tujitahidi tufanye subscribe, like, comment na kushare, ili katika lecture inayofuata tuwepo wengi zaidi, tuendelee kujifunza. Kwa hiyo namna gani mtu anafaidika katika biashara forex? Anafaidika kutokana na fluctuation of the price. Kitu kingine tunaweza tukaona advantages of forex trading.
yani forex trading je, ina faida gani katika hali ya kawaida. Advantages ni kama hizo hapo zinavyoonekana. Ni kwamba tunasema kwamba marketplace operates 24 hours a day, 5 days a week. Kwa hiyo automatically katika forex trading, katika marketplace yetu ya forex trading, market always inafanya kazi masaa 24. Kwa hiyo automatically wewe sasa utachagua je, muda gani utrade. Automatically hii itakuwa inakupa wewe nafasi ya kuifanya biashara hata kama una shughuli yako nyingine pia, ila unaweza ukawa unatafuta muda kidogo wa kufanya nini, wa kufanya hii biashara ya forex. Pia tunasema you can start with relative small amount of capital. Sometimes unaweza kusema inaanzisha, unaweza ukaianzisha kwa kutumia very small amount of capital compare na biashara zingine. Let's say una milioni 3. Kwenye forex milioni 3 ni nyingi sana ukikompare na biashara zingine za physical huko mtaani. Pia tunasema kuna high market liquidity. Kwamba high market liquidity ni kivipi? Ile investment yako inaweza ikawa turned into money very fast or for short period of time. You can make a profit for very short period of time. It depends na maarifa yako. Ukishapata maarifa unaweza ukapata faida kwa kipindi kifupi sana. Pia sema opportunities to profit in both rising and falling of the markets. Kwa hiyo unaweza ukatrade either kwa kusell au kwa kubuy. Pia tunasema easy access through mobile phones and computer. Hii biashara waga tunaifanya kwa kutumia simu na computers. Kwa hiyo inatufanya sisi tu access very easy. Apart from advantage, kama ninavyojua kwamba kila biashara ina advantage na disadvantage zake. Apart from advantages, tuna risk associated with forex trading, but make sure that kila kitu unachokifanya kina advantage nyingi kuliko riski. Unaona? Kwa hiyo tunaenda kuona riski za forex trading. Tunasema kwamba price can move against your prediction. Kwamba price inaweza ikaenda tofauti na wewe. Unaweza ukawa umepredict soko libuy, then soko likasell. Kinachofuata ni nini? Ni loss. Unaona? Pia tunasema leverage can increase losses as well as profit. Pia tunasema kwamba poor risk management can lead to significant capital loss. Kwa hiyo automatically unavyoenda kufanya hii forex trading, automatically lazima uwe umejifunza swala la risk management, ambayo ni moja ya lecture. Ukiendelea kufuatilia channel yangu tutaendelea kujifunza zaidi na zaidi. Sasa kuna vitu muhimu ambayo ni terminologies muhimu ambazo zinatumika kwenye soko la forex trading. Terminology ya kwanza ni trader. Trader is a person who trade currencies. Kwamba ni mtu anayetrade. Trader ni kama wewe hapo unaojifunza forex. Kwa hiyo ni mtu anayetrade. Ila ninapokuja naongelea broker, tunasema a company that provide market access. Kwamba broker ni mtu ambaye anakuconnect wewe na marketplace. Tunakuja kwenye terminology nyingine ni buy au long. Unaona? Buy au long tunasema kwamba ni opening a trade expecting the price to rise. Kwamba unafungua trade yako ukitegemea kwamba market itapanda. But sell ni vice versa ya nini? Ya buy. Kwa hiyo sell it means opening a trade expecting the price to fall. Kwa unafungua trade endapo una expect price kushuka chini. Again we have base currency. Base currency ndo tuliongelea kule. Sasa the first currency ni pair. Example kwenye SAU USD. Hii SAU ndo nini? Ndo first currency. Unaona? First currency ambayo tunaita ndo base currency. Again we have quote currency. Quote currency ile ni second pair. Unaona? Kwa mfano SAU USD, hii USD ndo quote currency. Tunapoongelea pips or percentage in point, kwamba nasema the smallest price movement in a currency pair. Kwamba ile fluctuation ya price sasa, ambapo bei tunaipredict vipi, tunatumia pips amount. Kwa hiyo ndo inakuwa hivyo. Pia kuna terminology nyingine ni lot size, ambapo lot size nasema is the volume of a trade classified into standard, mini and micro lot. Kwa hiyo kwenye forex trading unaamua wewe sasa uclassify uweke volume ya trade yako kiasi gani. Either unaweza ukatumia 0.01,
0.02 volume ya trade. It means ukiweka 0.01 na mtu aliweka 0.02 ni watu wawili tofauti. Yule wa 0.02 soko likienda upande wake anapata faida nyingi. Soko likienda tofauti na yeye anapata loss nyingi ukicompare na yule mwenye 0.01. Again we have a margin, ambapo margin is the amount required to open and maintain a trade. Kwa hiyo broker ana set a certain amount ambayo inatakiwa sasa iwepo sokoni ili uweze kufanya nini? Kufanya trade yako. Pia kama tulivyosema, forex ni biashara ambayo ni very risk. Kama ni very risk, lazima tuwe na risk management. Tunakutana na terminology inaitwa stop loss, ni kitu cha muhimu sana. Ambapo stop loss tunasema is an order that automatically cause a trade to limit losses. Unaona? Kwa kama soko linaenda upande wako, automatically ukiweka hii stop loss inakusaidia wewe kufanya nini? Kulimit losses. Na watu wengi wanapoteza hela bila kuelewa kwamba nini? Bila kuelewa kwamba stop loss ni kitu cha muhimu. Pia tuna kitu kinaitwa take profit. Take profit tunasema ni vice versa ya stop loss. Endapo soko limeenda upande wako, soko lita close automatically likifika kwenye hii zone ya take profit, ambapo unaweka sasa sehemu yoyote ambayo itadetermine wewe utoke sokoni. Again tuna pending order. Pending order ni ile order ambayo unaiweka endapo wewe utakuwa let's say uko busy na soko. Kwa hiyo ni order ambayo itaenda kujifungua automatically. Una set labda price fulani. Soko likifika pale lifanyaje? Li open order yako. Again tuna candlestick, ambapo candlestick ni lugha ya sokoni. Sasa zile graph tunazozionaga za forex zile zinaitwa candlesticks. Key takeaway kwa lecture ya leo ni lazima ujue kwamba forex is the exchange of one currency for another. Currencies are traded in pair. Take profit. Trader profits from price movement. Again, risk management is essential for long-term success. Make sure umesubscribe, umelike, comment na kushare. Kwa wale ambao watakuwa wanahitaji labda wanahitaji mchanganuo zaidi kuhusiana na lecture ya leo, unaweza ukanicheki kwa namba yangu kupitia +255 752 1332 92. Niwatakie